Get the point. Take a step forward. Mpendwa mtazamaji wa Get the Point Media, tunashukuru sana kwa kuzidi kufuatilia mahubiri ambayo tunawarusha hewani ya kibiblia, sana sana ya kidini, ambayo tunaeleza na kueneza habari za Yesu na urejeo wake mara ya pili. Hivi karibuni tumepata habari za kutushua sisi kama Get the Point, kama media, na vile kama wale ambao tuko nyuma ya kamera kwenye mahubiri mengi ya wachungaji Nixon Matara pamoja na mchungaji Martha Isaac, ambao ni wa msaada mkubwa kwa kuleta mahubiri katika mazishi, katika kanisa na hata katika hafla za crusade. Leo nimepatana na mchungaji wa kanisa la Kiadventista ambaye anaitwa Watley Mwamba, anaenda kutusalimia na tuambie yeye ni nani. Karibu. Asante. Mimi ni mchungaji Mwamba Watley, ni mmoja wa wachungaji wa kanisa la Wasabato katika eneo la South East Kenya Field. Kwa hivyo huyu ndiye Pastor Watley Mwamba ambaye ni mchungaji mmoja kwa wale ambao ni wachungaji wetu wa Kiadventista. Hivi karibuni kuna habari ambayo tumeweza kuziona kwenye mtandao, kwenye social media, kwenye Facebook, kwenye TikTok, hata kwenye WhatsApp. Habari kuu ikisema kwamba wachungaji wetu Nixon Matara pamoja na Martha Isaac wanaweza kuzuiliwa kwa wakati kutohubiri kwenye hafla za mazishi, kwenye hafla za kanisa na kwenye hafla za kikanisa. Wewe kama mchungaji umepata habari hii? Ningesema kwamba habari hiyo pia niliweza kuiona in one of our platform of our pastors South East Kenya Field, kwamba mchungaji ambaye ni Nixon Matara pamoja na mwinjilisti Martha Isaac walikuwa wamekatazwa kwamba wasifanye mahubiri popote. Habari hii inapotoka kwa kanisa ama kwenye usimamizi wa kanisa, inaenda kwa washiriki na pengine kwa wachungaji na viongozi wa kanisa bila kuendea wale ambao ni wahusika. Barua hii haikumwendea moja kwa moja Martha Isaac, pengine haikumwendea moja kwa moja Nixon Matara. Ukidhani pengine mbona waliweza kuchukua uamuzi huo bila wao kujua? Sijui, kwa sababu kanisa ina mpangilio wake. Hivyo nami ndivyo nilivyoona kwamba sisi kama wachungaji tumeambiwa kwamba Pastor Matara Nixon pamoja na Martha Isaac wasiweze kuhubiri mahali popote, wasipatikane katika afra yoyote ya kanisa wakifanya huduma. Ni jambo gani hili ambalo linaweza fanya uamuzi wa kanisa kuwakataza wasihubiri wanaposema kwamba hawaombi ruhusa wanapotoka kwenye mtaa wa kanisa kwenda kwenye mahubiri, kwenye mazishi ama crusade ama camp meetings? Najua fika kwamba wewe ni mchungaji wa Martha Isaac. Ni kweli hana kuomba nafasi kabla atoke? Kwa kweli vile ambavyo umesema, Martha Isaac vile nimekuwa nikielezea ni mshirika wangu, mmoja wa washiriki wangu, na muda mwingi anapotoka huwa ninampa nafasi. Na kama anahitajika mahali kwingine, mchungaji wa mtaa huwa ananipigia simu, kisha baadaye tunawasiliana. Na inapofika sehemu ya kwamba amekuomba nafasi, tuseme kwamba mchungaji Martha Isaac ama Nixon Matara ama mchungaji yote yule anapoomba nafasi aje kwenye mtaa wako kuhudumu kwenye mazishi ama kwenye hafla ya kanisa, ni jambo lipi ambalo litakufanya kama we mchungaji wa mtaa huo kumkataza au kumnyima nafasi? Mtu ambaye sijui siwezi kumkubalia asimame katika madhabahu ya kanisa, maana hivyo ndivyo kanisa la Wasabato linavyosema. Na najua fika kwamba kanisa letu la Wasabato tuna mfumo fulani kupitia church board ambao tunasikiza kesi za members wetu pamoja na wachungaji wetu. Na ni vipi hipi hapa tunapofika tunaacha na church board, tunaenda kwa dunia, kwenye koti za dunia kupata suluhisho kuacha kanisa church board? Hivyo ndivyo mpangilio wa kanisa ulivyo, lakini ningesema kwamba Martha Isaac vile ambavyo nimesema awali ni kwamba amekuwa akifuata sheria. Hadi nilipopata hiyo barua ikisema kwamba asipatikane mahali kuhubiri, na mimi nimeshangaa sana. Lakini sijaona kwamba kuna mahali ambapo labda amekosea, kwa sababu mimi ni mchungaji wake, na muda mwingi akihitajika kwamba haende kuhubiri Etago, mchungaji wa Etago
labda Magena, labda Ogembo, mchungaji ananipigia simu, tunawasiliana, na hivyo ndivyo mpangilio wa kanisa la Wasabato ulivyo. Na katika kuendeleza mahojiano yetu mimi na mchungaji Watli, pengine mpendwa mtazamaji angetaka kujua inapofika wakati huu ambao wametumiwa barua, wanafaa wafanye nini wanaposubiri uamuzi kutoka kanisa tena? Kwa kweli sina la kusema vile, sababu hayo yalitokana kwamba ni mkubwa wa dini aliyoyasema, na vile ambavyo mmeona katika mitandao walienda wakachukua mkondo mwingine, wameenda katika sheria, na ilivyo kawaida ni kwamba kila mtu ana uamuzi katika maisha, na wao walifanya uamuzi wao kuchukua sheria. Ningependa kwamba kila mmoja tuweze kutulia ili tuone vile hayo mambo yatakavyokuwa, lakini ningeomba kwamba wakuu wa kanisa wangewaita ili kwamba waweze kuzungumza kwa pamoja, wapate suluhu, kwa sababu mwelekeo ambao labda mchungaji Nixon amechukua pamoja na Martha sio mkondo mzuri. Kwa kweli mpendwa angetaka kujua kwamba unajua maneno haya yanapokuja kwa wapendwa yanaleta kutoelewana. Kuna wale wanasema kwamba jambo hili ni zuri, kuna wale ambao wanasema jambo hili ni mbaya. Na unaona kwamba sisi wa Kristo na Wasabato, kuna wale pengine kupitia mahubiri ya kimtandao yamebadilisha mmoja ama wawili kupitia YouTube, kupitia Facebook, kupitia hata TikTok, na wanapoona hawa wawili wanapatwa na msiba ama magumu kama haya yanawavunja moyo. Wewe ungepeana himizo lipi kwao tunaposubiria hayo mambo kuisha? Ningewahimiza kwamba wale ambao wamekuwa wakiwasikiza, kuwatazama katika mitandao waweze kutulia, maana hata katika dunia tunamoishi ina mambo mengi, ili wasije wakafunjike mioyo kupitia kwa ule ujumbe ambao wamekuwa wakiupata kupitia kwa watumishi hawa. Waweze kutulia, hivyo ndivyo dunia ilivyo, hapa si nyumbani, lakini mwisho najua kwamba kutakuwa na suluhu ya mambo haya. Tunaamini ya kwamba kwa kila jambo kuna suluhu. Jambo lako la mwisho pengine ungeza kuwatumia wachungaji au ni wachungaji wenzako, mchungaji Nixon Matara na mchungaji Martha Isaac, ungewapa himizo lipi tunapomaliza? Labda ningesema kwamba kwa wachungaji tuweze kuwaombea jambo hili, na tuombe sana kwamba hawa wawili wasije wakafunjike moyo, kwa sababu wamekuwa wa msaada katika mahubiri na hata katika kanisa letu la Wasabato na kwingineko. Na zaidi mno wapendwa, tungeweza kuwaeka katika maombi, manake jambo hili ni gumu sana ambalo linakatisha tamaa, ili pia nao wapate nguvu mpya kumtumikia Mungu shambani mwake. Mungu ametupa amri hii pamoja na malaika watatu tukaweze kupeleka injili hii kote duniani, ili watu wapate habari njema za wokovu, na arejeapo mara ya pili tukaende nyumbani kupumzika. Hii ni Get the Point Media, ambao ni media yenu inaleta mahubiri haya hasa katika platform ya YouTube. Unaenda pale unatupata kama Get the Point Media. Unapopita kwenye Facebook tupo kama Get the Point Media, na tupo kwenye TikTok kama Get the Point Media. Naitwa Emmanuel Bosire, na shukuru kwa kuwa nanyi. Get the point. Take a step forward.